Usawa wa kijinsia ni dhana inayohakikisha haki na fursa sawa kwa kila mtu bila kujali jinsia, iwe ni mwanamke au mwanaume. Hii inamaanisha kuwa wanawake na wanaume wanapaswa kushiriki kwa usawa katika nyanja zote za maisha kama vile elimu, ajira, uongozi, huduma za kijamii pamoja na maamuzi ya kifamilia na kitaifa. Swali muhimu ni, dunia imepiga hatua kiasi gani katika kufanikisha usawa wa kijinsia katika elimu? Ukiangalia masuala ya kijinsia hususan kwenye upande wa elimu kidunia, kuna hatua ambazo zimepigwa. Hatua zilizopigwa muhimu ni zile ambazo zimewekwa katika mipango na sera za pamoja. Kwa mfano, malengo ya maendeleo endelevu, lengo la 4 na lengo la 5 yanazungumzia masuala ya elimu, quality education pamoja na masuala ya kijinsia, kwamba watoto wa kike na wa kiume wana haki ya kupata elimu, na zaidi ya yote kuna viashiria mbalimbali ambavyo vimewekwa pamoja na malengo hayo ya kidunia. Lakini tumeona jitihada kubwa zikifanywa kwa mataifa mbalimbali. Kwa mfano, mwaka jana kulikuwa kuna mkutano wa kidunia uliofanyika Bogota, ambao zaidi ya nchi wanachama 130 waliweza kukubaliana katika kuondoa unyanyasaji wa watoto wanapokuwa shuleni, kupinga ukatili dhidi ya watoto. Na Tanzania ni mojawapo ya nchi ambazo zilikuwepo katika mkutano huo na kukubaliana na maridhiano hayo. Kwa hiyo tunaweza kusema kwa hatua kubwa dunia imeweza kusogea kwenye hayo maeneo. Lakini pia kidunia mipango na mikakati na jitihada zimekuwa nyingi, lakini tunafahamu sasa hivi dunia inapitia changamoto mbalimbali. Kuna mambo ya vita, kuna mambo ya magonjwa na vitu vingine ambavyo hivyo ndio vinavyopoteza vipaumbele hivi vya mambo ya kijinsia kuweza kurudi nyuma. Lakini kwa jitihada na mipango na harakati zinaendelea vizuri. Tanzania imepiga hatua kubwa sana kwenye kuhakikisha kwamba elimu, watoto wote wanaweza kupata elimu, na pia kwa sababu tunazungumzia elimu ya mtoto wa kike, kwa hiyo watoto wa kike nao wanapata elimu. Uwepo wa Child Protection Policy, ile sera ya kuweza kuwalinda watoto mashuleni, nafikiri hiyo ni hatua kubwa sana ambayo inawasaidia watoto kutokuacha shule kwa sababu zile walizokuwa wanakutana nazo awali. Kwa hiyo miongozo hii ambayo imetolewa na serikali inasaidia. Barani Afrika, changamoto kubwa katika elimu hususan ya mtoto wa kike imekuwa ni miundombinu. Hii inahusiana na madarasa, upatikanaji wa vitabu, vyoo salama ambavyo viko vinajumuishi vya watoto wa kike. Shule zimekuwa ziko mbali kulingana na maeneo ambayo watoto wanaishi. Lakini pia ni umaskini kwenye kaya mbalimbali. Nchi nyingi za Kiafrika bado zinaishi katika eneo la umaskini, ambapo familia vipaumbele vyake vya kifedha vinakwenda zaidi kwenye kujikimu, kupata mlo wa siku, kuweza kupata matibabu na mahitaji mengine ya msingi ya familia. Kwa hiyo elimu imekuwa si kipaumbele kutokana na hali ya umaskini. Lakini pia wasichana kwa hiyo wanachukuliwa sio kipaumbele. Kwa hiyo wao pia wanakuwa ni chanzo cha kipato kwa familia. Nchi nyingine tumeweza kuona kwamba mahali imekuwa ni sehemu ya kujipatia kipato kwa hizi familia, na hii imechangiwa na kukosa vipaumbele kwa familia ama kutilia mkazo wa swala ya elimu. Kwa upande wa watoto wa kike, kwanza tumejikita katika kutambua changamoto wanazokumbana nazo wakiwa ndani au nje ya shule, ambazo zinawakwamisha katika juhudi zao za kupata elimu. Tumekuwa tukihamasisha jamii kuweza kutafuta rasilimali zozote kuweza kujenga hosteli kwa watoto, na tuna baadhi ya jamii tayari ziko kwenye mchakato wa kujenga mabweni kwa ajili ya kuwahudumia watoto, kuwaondoa na changamoto za ulinzi wanazokumbana nazo wanapotoka mbali, hususani watoto wa kike. Kwenye baadhi ya shule tayari kuna juhudi zinaendelea za kujenga vyoo salama kwa ajili ya watoto wa kike, na hususani hapa tunajitahidi kupigania ile hali ambayo ilionekana wazi kwamba baadhi ya watoto wa kike wanakosa madarasa hasa wanapokuwa kwenye siku zao za hedhi. Kwa hiyo kwa kujenga vyoo salama tunaona kwamba itakuwa njia mwafaka ya kuwasaidia watoto hao, badala ya kutokuja shule, waje shule kusudi wajifunze na huduma iwepo, ili wanapokuwa kwenye hali kama hiyo wapate huduma wakiwa shuleni na wanaendelea na masomo.
Elimu inayozingatia usawa wa kijinsia inawezekana.